ndiko wengine unanitoa napendaga kisikisi. Bwana basi hapa ni episode ya 6 tukizidi kusonga nayo na Mr. Burudani mitamboni kama kawaida. Tukizidi kabisa kuamsha popo kama dawa katika mashine safi kabisa, kitu bomba wanaita The Detective mpelelezi. Bwana kwa jumlisha 181558898811 unanipata WhatsApp kama Mr. Burudani The Jolly Voice. Na huko utaipata movie hii kwa haraka zaidi na kwa nani zaidi quality kabisa. Bwana nita Mr. Burudani mitamboni kama kawaida, tukizidi kabisa kusonga na movie kali kabisa, film bomba, kitu safi, machine bomba na The Jolly Voice mitamboni kama kawaida. Taasisi mwenyewe hizi mambo nipo nimetulia mitamboni, haina haja kuwa na wasi kwa kuwa niko hapa. Bwana basi tukutane moja kwa moja, twende moja kwa moja tukaanza episode yetu ya 6. Hii hapa na Mr. Burudani, kipenzi cha wana, kipenzi cha wadau. Bwana twende moja kwa moja tukaanza episode ya 6. Singependa nikuchelewesha sana, tukaanza moja kwa moja 6 episode na Mr. Burudani ya kwetu. Hii hapa Give me your love. Wendo mai wangu baby temi ni fake. Nipe mambo flani mpaka kesho tu fake. Yeah, mpaka kesho tu fake. I love you. Yisema ni. Bwana tuanzie hapa tulipoishia. Pale tulipoishia ndipo tunapokwenda kuanzia. Basi jamaa wako alikuwa akiendelea kuzungumza pale. Binti akaona huyo anazidi. Akampa. Anambia mbona uja act kama tulivyokubaliana? Maneno yako yamekuwa makali sana, nimeshindwa kujizuia. Anambia sikumuona jamaa anatokwa na damu. Anambia unafanyaje? Fanya kile kitu ambacho unataka kukifanya. Fanya kitu ambacho ulikifanya usiku ule. Fanya kitu kile. Anambia unaongea kuhusu kitu gani? Anambia fanya vile. Anambia unafanyaje ukimpiga mtu? Nini? Unakimbia. Si umenipiga? Umenipiga nimekufa. Kimbia. Anambia ndio kimbia. Kukimbia? Kimbia bwana, si umenipiga nimekufa, kimbia. Jamaa anachangalikiwa. Da. Jamaa sasa anakuwa la act pale. Haya. Kichwa chake anakijua peke yake huyu mwamba. Hasa akarudi. Alivorudi sasa, jamaa alivorudi kama akaanza kuyaona matukio hivi. Unaona? Alivorudi pale kama akawa anayaona yale matukio yaliokuwa yakitokea kipindi kile. Sasa akaokota ita. Anambia kutokana na damu iliyokuwa katika taa hii, muuaji inaonekana katika mkono wake alikuwa na damu. Na kama alitumia mlango kutoka, maana hiyo damu itakuwa imebaki mlangoni. Lakini tulivyocheki mlangoni hakuwa kuna damu. Kwa maana hiyo hawezi akatumia mlango kutoka nje. Na pia damu hapa chini hakuonekana kabisa. Kwa maana inaonekana damu iliyodondoka kutoka pale chini, inaonekana alisafisha na akatumia huku kutoka. Jamaa akacheki, akaona dirisha liko hapa, bas akaona muuaji atatumia dirisha hili kutoka nje. Aya. Oya. Inaonekana kabisa kwamba atakuwa ameshukia hapa huyu binti. Huyu muuaji inaonekana kabisa kwamba atakuwa ameshukia hapa. Ngoja wewe. Una gentleman yuko hapa. Gentleman anawezaje kumwacha mtoto wa kike akashuka kabisa chini ya gorofa? Ngoja mimi peke yangu nikacheki huko. Jamaa anajifanya kuwa smart. Mshuka tu kuone. Kwa makini, funga mdomo. Basi sawa. Jamaa kuja, akaona kuna alama ya damu iko hapa. Kuna alama ya mkono iko hapa. Akatoa kamera moja kwa moja akashika picha. Anambia nimepata kitu. Anambia inaweza ikakusaidia, usinishukuru. Haya, akiwa pale Danli pamoja na Zenzen walikuja. Jamaa si akamuona. Anambia mimi sijui kama uko vizuri au sio vizuri, lakini ninachojua wakati huu ni kwamba umekwisha. Anambia msaliti. Mimi sijakusaliti, ni kwamba nimeact vizuri. Kama single act kuwa mwanamke unajua ungekaa mpaka lini Aya, basi walikuja huko.
都站半天了。Oya, anaambia zungumza basi eh? 如果 Anambia kama 如果吉祥真的 kama huyu binti kweli angelikuwa muuaji. 心的话，这个时候你可能已经没命了。我不知道谁是凶手，但是 Anambia mimi sijui unaongelea kuhusu kitu gani, lakini kwa kitu ambacho naweza nikadhibitisha kwamba huyu binti jizi yao sio muuaji. Hata hivyo pia binti tulivyogundua vizuri mkono wake wa kulia ndio ulikuwa una damu. Lakini tulivyopiga picha pale katika ukuta mkono wa kushoto ndio una damu na mkono wa kushoto ndio unaonekana kwamba umeweka alama pale. Anambia sasa tunawezaje kudhibitisha kwamba sio yeye sio yeye alotoka na kwenda kuweka pale afu baada ya hapo akarudi. Anambia ni kwamba mimi sikuelewi, lakini sasa hivi itabidi uadhibiwe kwa kitu ulichokifanya kumtorosha binti. Anambia basi sawa. Anambia najua kabisa kama nimefanya makosa, nitabidi niwajibike kwa hili. Anambia na wewe pia inabidi usifanye makosa eti. Inabidi ukaniripoti na pia unifukuze kazi. Sawa? Yaani uniripoti na unifukuze kazi haraka haraka kwa maana nimefanya makosa. Jamaa akiwa hapa akaleta taarifa. Anambia hii ni alama ile ya mkono imethibitishwa kwamba kila kitu kipo sawa. Ya kwamba binti huyu jezi yao sio mtumiwa. Hata hivyo pia huyu binti hana makosa. Jamaa akacheka. Unacheka? Unacheka nini? Anambia nimefanya makosa. Kwa nini niogope? Nimefanya makosa ya kumtorosha mtu gerezani, nimefanya makosa. Anambia hata hivyo pia ili ni kosa lako la kwanza eti. Sito kuripoti kwa mheshimiwa. Maana ili ni kosa lako la kwanza. Lakini piga push up 200 tu. Basi sawa sawa. Unamaanisha nini? Tulia. Nimefanya makosa eti. Anambia hapana. Unamaanisha nini kwa ile ya kwamba utoniripoti? Anambia niripoti nifukuze kazi bwana. Niripoti. Anambia push up 200 kumbuka hiyo. Jamaa kabili atolewe pale akapiga push up 200 huko. Jamaa wako anacheka. Sasa kumbuka ushahidi umepatikana. Mkono huu uliotumika kuweka nani pale, inaonekana mkono huu ndio mkono sahihi wa muuaji. Binti alionekana kwamba yeye hana makosa. Anaambia mshukuru wakati huu, mshukuru Ruyieti. Amefanya kila kitu kwa kukusaidia wewe. Anaambia asante kitu gani? Namshukuru kitu gani? Anaambia mimi nasaidia mbwa au bata, mbuzi, nasaidia wote. Alafu kunapokuja swala la mtu, nakosaje kumsaidia binadamu? Mimi sikuhitaji msaada wako. Hata hivyo pia mimi najua kabisa kama mimi sikuwa na makosa. Ningelitoka tu Mungu angetoa ushahidi. Haya basi rudi. Wakiwa hapa Shanshali kuja. Anambia uko hapa? Ruji. Wewe kwa nini uko hapa? Anambia kamanda Zame ameniita hapa ili nije kugundua kitu na nifanye interview pia. Kuchunguza kama kuna kitu chochote kile ambacho naweza nikakipata. Anambia basi sawa. Muinterview huyu hapa. Mimi nakutaka wewe. Anambia ni interview mimi. Nifanyie mimi interview eti. Binti akawa anashangaa. Hawa vipi? Ni kwamba waga tunafanya interview toka kitambo sana. Haya, binti akaondoka zake. Basi Zanzia alimfuata. Jezi yao. Anaambia usijali, hata hivyo pia ni kazi yako. Wewe ni askari wa polisi. Anaambia ana chengine. Vipi unaendelea? Uko salama? Anaambia anaambia asante. Na vipi? Mbona kuna familia yako bado haijaja kukuchukua hapa? Kwa nini? Mbona wako hapa? Naambia usijali. Ni kwamba ni swala ndogo tu, natoka gerezani, ni swala ndogo. Nitaenda peke yangu nyumbani. Haina haja kuwasumbua au kuja kunichukua. Jamaa ananiambia jezi yao. Kama ananiambia kama utakuwa na swala lolote ama kama utahitaji msaada wote ule, nifuate basi au nicheki. Basi binti aliondoka. Alirudi moja kwa moja nyumbani. Ila anaingia kazuiwa. Anaambia huwezi kuingia eti. Madam ametuambia kwamba ukija tusikuruhusu ingie ndani, lakini hapa ni kwangu. Anaambia madam, Messi. Anaambia bado tu najaribu kuja hapa, si ndio? Anaambia anaambia unajua kabisa kwamba mimi na kaka yako tulikuwa tuna mahusiano gani? Unawezaje kumuua kaka yako? Anaambia wewe umemuua mtoto wangu. Unawezaje kuja tena hapa ndani? Mama.
Anaambia Mecho amekufa, hakunipa talaka mimi. Hiyo inamaanisha kwamba mimi bado ni mtoto hapa hii familia. Mtoto wa familia hii? Haijalishi ni mtoto au sio mtoto wa familia hii, lakini mimi ndo na neno la mwisho hapa. Mimi ndo na neno la mwisho, utoke usitoke mimi ndo naongea. Mama, anaambia unaweza ukaniruhusu hata nimwashie mshumaa mpenzi wangu? Nini? Bado nasubutu kukusema kwamba umwashie mshumaa? Mwanangu akijua hivyo si mimi nitaonekana kituko mimi mbele ya mwanangu? Anaambia ondoka, toka. Basi sawa. Lakini mama nakuomba eti nimwashie tu mshumaa japo kwa mara ya mwisho. Kwa mara ya mwisho mama. Mama anaona hapa huyu binti huyu. Anaambia mwanangu huko alipo sasa hivi, akiona mama yake anafanya kitu kama hichi, nitaonekana kuwa mama ni sofa. Binti alipiga magoti. I say, da. Basi binti alifukuzwa pale na mwisho siku ilibidi atoke akarudi nyumbani kwao ambako huku amekulia huku. Basi binti alirudi. I say, da. Basi alirudi nyumbani kwao binti ambako huku amekulia huku. Wanaku wanapiga mkono balaa. Sasa binti alirudi sehemu alipokulia. Hapa naweza nikasema ni nyumbani kwao. Binti amelelewa hapa na kuzwa hapa. Akiwa hapa bwana akafatwa. Che, bwana kwanza nitangulizi. Hapo unakaribishwa. Ndio unakaribishwa hivyo. Bwana. Sasa binti akapeleka mashine. Peleka moto balaa. Nikatolewa mkono, binti akapangua, akaiona hiyo. Wewe. Oya! Karibu dada. Bwana ulikuwa ni mdogo wake, anaitwa Yanfei. Oya, mnafanyaje eti? Mkaribisheni dada yangu eti. Dada mkubwa uko hapa. Ananiambia haya sawa. Nyie endeleeni, tunaishia hapa kwa leo. Tutaendelea baadaye. Ananiambia dada vipi? Umekuja leo umetukumbuka? Ananiambia ni kwamba naogopa wakati huu. Naogopa kwamba wakati huu nitakaa hapa kwa muda kidogo. Kweli? Basi hiyo ni sawa. Ananiambia na imani kabisa kwamba baba atakuwa amekukumbuka sana. Basi mzee alikuja, huyu ni master yake. Unaona? Jizi yao. Umekuja? Master. Ay, binti yangu mwisho umerudi eti, Vipi? Familia yako ikoje? Itakuwa umeolewa huko nje, umekuwa na familia sasa hivi? Anambia baba, tali kaolewa heti na familia yake. Mume wake ni mwanasheria mkubwa sana eti. Kumbe familia yako ina wadhifa mkubwa sana katika mji. Yanfei, na itabidi ujifunze kwa dada yako eti. Wanasema kwamba mtoto wa kike hawezi akaishi nyumbani kwao kwa wakati wote. La sivyo tutachukiana hapa mwisho wa siku. Inabidi utafute mtu wa kukuoa. Mjifunze kwa dada yako. Dada yako alitoka hapa na kwenda kufunga ndoa huko nje. Lakini wewe unazidi kukaa hapa. Hata mimi nitakuchoka eti. Unawezaje kukaa nyumbani kwa miaka yote hii baba? Mimi kama mtampata mwanamume ambaye ananisamini kama mpenzi wa dada au kama mume wa dada, na mimi pia nitaolewa. Sasa kama binti analia maskini ya Mungu. Dada, mbona unalia? Kuna kitu gani? Umempoteza mume wako au? Nini kinaendelea? Sasa binti alikuwa anatania kama kumpoteza mume wake pasina kujua kwamba binti ni kweli kapoteza mume wake. Bwana, basi hiyo ilikuwa ni episode ya 6. Tukutana moja kwa moja katika 7 episode na Mr. Burudani mitamboni kama kadri tuzidi kabisa kusonga mbele. Bwana.
Bwana, namba zangu ni zile zile, ni cheki WhatsApp kwa jumlisha 1815 5889811. Utakuwa umetisha sana kama Mr. Burudani the Jolly Voice. Ni cheki sasa WhatsApp kuzipata movie kama hizi kali na za kutosha kama hizi. Bwana, Mr. Burudani mitamboni kama kada, tukizidi kabisa kusonga mbele katika mashine safi kabisa, kitu bomba wanaita The Detective. Bwana, hiyo ilikuwa ni 6 episode, tutana moja kwa moja katika episode ya 7 na Mr. Burudani mitamboni kama kada, tukizidi kabisa kusonga mbele na mimi sina budi zaidi ya kusema bye bye, tukutane huko.